Nataka watoto mjifunze. Mama ana mengi, baba yeye kakaa ndani anaangalia TV, anafanya kazi zake kwenye kompyuta, lakini mama ataongea na huyu. Una wajukuu labda 8, utaongea na mjukuu wa kwanza mpaka wa 8. Utaongea na mtoto wa kwanza, yani wewe ni kuongea tu. Unajua sasa hivi tuko hapa kanisani tuna lugha zetu. Lakini tukiwa nyumbani, wewe angalia huyo. Watoto kwa nini wasikuzoe? Hasa wakute na hela hauna. Baba akija kaja na mfuko wa chipsi, kaja na mapaja ya kuku. Vitoto kwa akili za utoto anaona bora huyu baba au bora huyu babu. Kumbe wewe bado ni mwanamke wa thamani. Thamani yako iko pale pale. Haijalishi ni watoto wanakudharau, wanakuona kwamba ni mtumishi gani. Sikia, wewe bado ni mtumishi wa Mungu. Umepewa mwanamume, kijana wa kike wa kiume, umepewa nafasi, utashika ratiba. Kubali. Mimi mchungaji bado mchanga. Mchanga wa nini? Wewe hai. Wewe ni hai au wewe mbegu? Unachaguliwa, wewe utakuwa katibu, wewe utakuwa mwenyekiti, unazirazira. Au umeshachaguliwa tayari, haufanyi vizuri. Umechaguliwa, wewe ni praise leader mahali hapa, kiongozi wa kuimba, unachelewa kuja. Eti bila mimi tuwaona wale sio wanajifanyaga nini. Unashangaa sauti na linakuwa kama la Josephine hapa. Baba. Wewe unaringa na ile sauti nyororo, sio ya kwako. Ukipewa nafasi ya kuimba, imba kama utaimba tena. Umepewa nafasi ya uinjilisti, ingia mitaani. Sio unaanza kujiangalia ati mimi hapa unavyoniona na magoni yangu hivi nilikuwa namwambia Elisha. Nini Elisha? Namwambia hivi unavyoniona mimi naingiaga mtaani. Ingia kwenye TikTok utaniona. Naenda vituoni. Haleluya. Saa nyingine mabodaboda nataka kunigonga, mabajaji nasema mtanigusa. Kwa maana imeandikwa Zaburi 104 mstari wa 4, huwafanya malaika zake kuwa pepo, watumishi wake kuwa mwali wa moto. Sasa niguse ungue. Tena saa nyingine nakwambia nafika nacheza. Aya, kama mweo. Afu bwana mnene lakini Mungu kanipa. Yaani wepesi. Ukiona unaona aibu kucheza hapa, haujachakatwa wewe. Unamwonea nani aibu? Unamchumba. Hata kwa mchumba, kwa msichana aliyokoka, kaza uso. Ukilegelegea utaangushwa. Habari nzuri. Mimi mbele za Bwana nacheza. Ukienda kwenye TikTok yangu yani nachezaga hasa siku zangu za birthday. Hata leo ni wakati najiandaa nikamwambia Bwana sasa unielekee niwekee ile challenge. Hasa nikikuta nimeshavaa vizuri naambia hebu niwekee challenge kidogo. Nicheze kwa sababu pia ni moja ya mazoezi. Basi nacheza pale. Najisikia burudani. Maana imeandikwa Daudi alimchezea Bwana. Sasa wewe kucheza unasema dhambi hiyo ipi? Wengine wamekaa kuangalia viuno vya wanawake vinavyokatika. Hajaokoka. Kiuno Mungu ameweka hapa palaini. Kwa hiyo nicheze hivi. Nimekuwa mkuria sasa. Tucheze ili tungu sasa. Wakati huo lakini unacheza umeshamwambia Roho Mtakatifu. Basi kama hako kakiuno kanalainika sana, Roho Mtakatifu tu nifiche tu. Lakini umejiachia. Mimi mara nyingi napenda nicheze kwa mabega. Maana hatari. Sasa wewe unatoa macho na kumwona mwenzako anakatika, wewe unaabudu. Ukiabudu zama unaangalia nini? Hizi nyama ni laini, lazima zitikisike jamani.
Atamwangusha mchungaji. Kakwambia mchungaji anaanguka, huyo mtu amekuwa ngazi au amekuwa utelezi. Nasema vitu ambavyo mimi vilinichelewesha, walinitesa sana watu. Atamwangusha mchungaji. Kwanza mchungaji aliyesimama anguke nini? Hata akikuona huko uchi, ameshakufa katika hali ya dhambi. Ukilijua neno hautakuwa na mashaka na mwingine, hautakuwa na mitazamo mibaya. Usifukuze watu kanisani. Wamekuja dada wazuri hapa, wamependeza, unawafukuza, kumbe wivu wako tu. Mimi niliwekewa mpaka mafuta. Sikia hii, niliwekewa mpaka mafuta kwenye macho enzi hizo za usichana. Nimeokoka muda mrefu, 91. Imagine nilikuwa mzuri kiasi gani. Basi wakasema ana macho ya kikaaba, atamwangusha mchungaji. Jamani nyie watumishi, Mungu atusaidie. Wakaniminya hapa eti na jini maaba. Hivi nini? Unataka kunibomolea kizazi? Halafu watumishi tukiombea watu tusiwaminye. Tunapoombea watu tusiwaminye. Ukijaa penzi la Mungu utaenda na andiko, mtaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Pepo linasumbua, haribu hiyo nguvu yake, dhofisha nguvu yake, analegea. So unaminya mtu akitoka pale kalegea. Mimi nikauliza siku unajisikiaje? Nikasema nasikia hasira. Haya, mimi niko mwazi bwana, wewe unaogopa? Nikamuuliza kwa nini umeniminya, umeniumiza mimi pepo? Nikamwambia hapo hapo niko mchanga. Nikamwambia imeandikwa mkiweka mikono juu wagonjwa nao watapata afya. Mwingine unaminya macho. Unamsukuma anguke nini? Kwani kuanguka ndio kupona? Na nyie nani mnatufanyaga tujione hatuna upako mpaka tuwaangushe? Ukiombea nini umepona mpaka uanguke nini? Mnataka kutulazimu tuyafanye mambo yasiyotuhusu. Sasa kwa kuwa hebu Pastor Elisha njoo, endo rafiki yangu njoo. Kwa kuwa mnataka ila usianguke, jipeperushe. Ila hapa bwana wewe vipi? Kwa kuwa mnataka kuanguka basi mnatulazimisha tuoneshe upako. Wewe upako mbona wewe una? Na wewe si mtumishi? Sasa ili upone upako wako na upako wangu viungane. Mimi nipo kwa ajili ya kusaidia. Unanilazimisha niwe na upako. Ni imani. Mkiweka mikono juu wagonjwa nao watapata afya. Msitulazimishe bwana. Pale hapa anguki. Tuanguke nini? Uogopi kuvunjika mgongo jamani? Wewe umewekewa mkono, amini umepona. Sio mpaka uanguke. Au eti ulikuwa unaumwa tumbo kakushika kichwani. Ulitaka akushike tumbo baba watu. Ili weje. Hapo akikushika baba yule hana adabu. Yaani ukienda pale anakushika tumbo. Kumbe nishike ni. Na baba wengine wanaojiamini anakushika tu. Haleluya. Tunafundisha kuwafikia sio fikiwa. Tusifanye wanavyotaka. Fanya Roho Mtakatifu anavyotaka ufanye. Maongozi ya Roho Mtakatifu yatakufunulia huyu mtu anatakiwa ahudumiweje. Usiende tu kwa akili zako. Na unapoenda kushuhudia, muende pea 2 3. Wanawake 2 na wanaume 1. Wanaume 2 mwanamke 1. Ili ukienda nyumba watu usiambiwe kule umeenda kunini? Kumfuata mke wa mtu ukapigwa. Ukitolewa meno hujafuata kanuni. Tunafundishana. Lazima ukubali kuchakatwa. Na wewe ambaye uko hapa, unafika mahali Mungu anakuandaa. Watu wakija wanafunguliwa. Ukipewa maiki wanabadilishwa. Usifanye haraka kuondoka. Kaa mpaka Bwana atakapokuruhusu. Itafika mahali utaachiliwa tu. Umenielewa vizuri?
Na kama ni wakati, ondoka vizuri, aga vizuri. Mimi kuna mahali niliondoka, nilifungua makanisa wapi 4 bila, mpaka nikaenda kuabudu chini ya mwembe, nikarudi kule kule naomba unisamehe, naomba unisamehe. Sasa sisi wainjilisti machachari, tukitoa pepo akipiga kelele ya burda leo pepo limeti. Kazi za Mungu zina changamoto sana. Kinachotakiwa, jaa penzi la Kristo. Amen. Jaa penzi la Kristo, utamwona Mungu katika maisha yako. Huduma itakuwa nyepesi. Kila wakati tambua uwepo wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Sisi kwa sisi tupendane. Tunapopendana, tabu ya mwenzako ni ya kwako.